Mwanamke huyo alitupa jozi ya viatu kiubabaishaji, na viatu hivyo viligonga rafu ya viatu ya jirani yake aliyekuwa ng'ambo ya ukanda wa ghorofa. Rafu hiyo ya viatu ilianguka papo hapo na kukwama kwenye kishikio cha mlango. Mwanamume huyo alipogundua kuwa hawezi kutoka nje, mara moja alipiga simu kwa uongozi wa jengo ili waje kumwokoa. Alipoona vitu vilivyolundikana mlangoni kwake, alienda kwa hasira kuangalia kamera za usalama, na muda si mrefu akagundua kuwa vitu vyote vilikuwa vya jirani yake wa kike. Aligonga mlango wake mara moja na kudai aombe msamaha, lakini mwanamke huyo alisema kuwa ule ulikuwa ukanda wa umma na angeweza kuweka vitu vyake popote alipotaka. Aliomba msamaha kwa shingo upande baada ya mwanamume huyo kumwambia kuwa vitu vyake vilikuwa vimeziba mlango wake wa mbele. Mwanamume huyo alikuwa na hasira kali na alikataa kumsamehe, akimwambia maneno ya kuumiza. Hili lilichochea hasira ya mwanamke huyo papo hapo, na punde si punde walianza kubishana vikali, na baada ya siku hiyo wakawa maadui wakubwa. Usiku mmoja, mwanamume huyo alimwona ghafla mwanamke huyo akiuza wali wa kukaanga kwenye kibanda karibu na shule. Alitembea kwenda pale akiwa na nia mbaya mara moja na kumwambia kuwa biashara hiyo haikuruhusiwa hapo. Wakati mwanamke huyo akianza kumjibu kwa ukali, walinzi wa shule waliwaona. Aliposikia walinzi wakimwamuru aondoke, mwanamke huyo alifunga kibanda chake haraka na kukimbia. Mwanamume huyo alifurahi sana alipoona hivyo na akamshtaki kwa walinzi kwa ari kubwa. Kila mara mwanamke huyo alipojaribu kuwepa walinzi na kutaka kurudi, mwanamume huyo aliwaelekeza walinzi wamfukuze tena. Ufukuzaji huo uliisha kabisa pale walinzi walipomaliza zamu yao ya kazi. Kwa upande mwingine, gurudumu la gari la mwanamke huyo lilikwama kwenye shimo dogo barabarani na kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Mvua kubwa ilianza kunyesha wakati huo huo. Alijaribu kulitoa lile gurudumu, lakini alikuwa mnyonge sana kuweza kulisogeza. Wakati akiwa amesimama pale bila msaada, mwanamume huyo alikuja kando yake. Ingawa alikuwa amefurahia kumfanyia mzaha mapema, hakuweza kuvumilia kumwona katika hali mbaya namna ile. Kwa pamoja walisukuma kibanda kile hadi mahali salama kwa haraka. Mara tu baada ya kusimama, sauti ya msichana mdogo ilisikika ghafla kutoka ndani ya kibanda kile, na mwanamume huyo alishtuka sana. Mwanamke huyo alinyanyua pazia la kibanda kile na kumwonyesha msichana mdogo akiwa amelala humo akiwa na mashine ya kupumulia. Mwanamke huyo alimwambia mwanamume huyo kuwa huyo alikuwa mdogo wake. Kwa sababu mdogo wake alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, mwanamke huyo hakuthubutu kumwacha peke yake nyumbani, hivyo alikuwa akimbeba kila mara alipoenda kuweka kibanda chake. Mwanamume huyo alihisi hatia kubwa na akajitolea kuwapeleka nyumbani kwa gari lake akielekea njiani kwake, lakini mwanamke huyo alisema alikuwa amehama na hakuwa jirani yake tena. Akiwatazama kwa nyuma walipokuwa wakiondoka, mwanamume huyo alihisi vibaya sana na alishindwa kulala usiku kucha kwa sababu ya hatia aliyokuwa nayo. Alifikiria kuwa alikuwa amefanya mambo ya kitoto kwa kumwonea mwanamke huyo kila mara kwa mambo madogo yasiyo na msingi. Ili kuomba msamaha, alingoja kwenye eneo ambalo mwanamke huyo alikuwa akiweka kibanda chake, lakini mwanamke huyo hakurudi tena. Siku moja, mwanamume huyo alienda kwenye ofisi ya uongozi wa jengo kulalamika kuhusu matatizo ya nyumba yake. Mwanamke huyo aliingia ghafla na kuwaomba wafanyakazi wa uongozi wamsaidie kuuza nyumba yake. Ilibainika kuwa mnunuzi wa awali alikuwa amejitoa dakika ya mwisho na hali ya mdogo wake ilikuwa imeporomoka ghafla, ikihitaji gharama za haraka za upasuaji. Ni kwa kuuza tu nyumba yake ndipo angewezana na gharama hizo za upasuaji. Akimtazama mwanamke huyo akiwaomba wafanyakazi wa uongozi bila kuacha, mwanamume huyo alilegeza moyo wake. Kwa mara ya kwanza aliweka pembeni kiburi chake na kumwomba baba yake tajiri ampe pesa. Baada ya kupata pesa hizo, aliona aibu kumpa mwanamke huyo yeye mwenyewe, hivyo alimwomba rafiki yake mkubwa amlipie gharama za upasuaji badala yake. Mwanamke huyo alipopeleka hati ya umiliki wa nyumba yake hospitalini ili aiweke kama dhamana kwa ajili ya upasuaji wa dharura wa mdogo wake, daktari alimwambia kuwa gharama zote za matibabu zilikuwa zimeshalipwa kikamilifu. Komenti kama unahitaji mwendelezo.